Welcome back, karibu tena Dance Beats TV online as usual. Sisi tunakutana na wadau, watu tofauti tofauti ambao wanafanya tasnia ya muziki, dance na vitu kama hivyo na luckily leo tumekutana na brother ambaye ni legend kwenye hii kazi. Ni dancer ambaye nafikiri sio sura ngeni wala sio picha ngeni kwenu, na imani kila mtu anamtambua huyu ni nani na anajua kazi yake na ufanisi wake kiujumla. Kwa leo tumepata time tena ya kupata nafasi ya kuongea na ndugu yetu Mbwana Kibosha. As usual, kama unavyoelewa, sisi ukituona maiki zetu na kamera zetu mbele yako, elewa sisi tunakuletea wewe elimu. Kijana ambaye una kipaji chako huko nyumbani, kijana ambaye unaendelea kupush talent yako na unaamini kupitia waliokutangulia, basi wewe unafikia katika mafanikio kama watu waliopita hapo ambao wewe unaangalia kama mfano. Kwa kupitia wasanii kama hawa ambao nakuletea mbele yako, wanakupa challenge zao, maisha yao na changamoto mbalimbali zilizopitia na mpaka kufanikiwa kwao kupitia maisha na sanaa yao kiujumla. Kwa kupitia hawa watu unapata kujifunza na kuelewa kwamba kumbe mimi basi nisikate tamaa, niendeleze hapa nilipofika. Na kama changamoto alikutana nayo huyu mtu, basi kupitia na changamoto alizokutana nazo, mimi naweza nikapata kitu ili nikuboresha na mimi hizo changamoto zisinikumbe. So ungana nasi kwanza mwanzo wa kipindi, kama unavyotuona tupo hapa, niko na my brother, ataenda kujitambulisha jina lake, tutajua safari yake alipoanzia mpaka hapa leo tumekaa naye katika mic za Dance Beats TV. So ungana nasi, ni mimi yule ASB Louis the Boy, Black English, mzungu mweusi, Mr Important kabisa. Bana, haya ndo majina yetu watoto wa mtaani ambao tunakuwa na majina kama 100 hivi. Yo, inakuaje bro? Kuna fresh ndugu yangu, inakuaje? Shwari kama kaa. Kama kaa. Okay. Luckily kwanza tunashukuru leo tumekuona. Ilikuwa ni ngumu sana kupata. Unaona? Kwa hiyo leo ni kama bahati sababu baada ya muda mrefu hizo jitihada tulizozifanya sisi Dance Beats TV kukupata. Sasa Mbwana Kibosha, my brother, leo ni time yako. Mwagika, vijana wanakutazama sasa hizi, wanataka kupata madini kutoka kwa kaka hao ambao wanaamini kupitia wewe kuna kitu watapata kujifunza. Mbwana Kibosha ameanzia wapi na ametoka wapi? Na kwa nini Mbwana Kibosha na mpaka leo tuko naye hapa tunaongea naye? Mbwana Kibosha bwana ametokea mbali sana, na huko mbali alipoanzia mambo yake ya sanaa kuna changamoto nyingi sana, lakini nilianzia hivyo vitu tangu nipo shule, unajua tangu nipo shule, nipo primary kabisa. Kwa kipindi hicho watu wanafanyaga zile, unajua mnakutanishwa shule na shule, wanaanza kusearch some the talents, yani vipaji fulani hivi. Kwa hiyo ndio nikaanza kujulikana kule mpaka nimefika secondary. Lakini baada ya pale sasa ilikuwa ni ngumu sana kuja Dar es Salaam, na nilikuwa na hamu sana kuja huko, na wakati huo sana yangu ipo ndogo sana. Okay, kabla ya hapo kipindi hicho sasa unaanza hizo sana yako, hatujajua umegusia Dar es Salaam. Mimi nilijua ni hapa Dar es Salaam. Ilikuwa ni wapi hiyo? Hiyo bwana ilikuwa Bagamoyo, rafiki yangu. Chuo cha sanaa Bagamoyo, Tasuba College of Arts. Ndio nilianzia kule na ndio nilisoma huko kwa 3 years. Kwa sababu kule diploma lazima uanze uchukue miaka 3 na kuendelea. Kwa hiyo unategemea unasomea nini lakini. Okay. Labda kabla ya kuendelea sasa na historia yako kwa ufupi, pale Tasuba ni vigezo gani ambavyo vinahitajika? Sababu mimi na imani binafsi mimi ni dancer lakini sikuwa kufika Tasuba. Kwa sababu niliwahi kuambiwa kwamba kuna vigezo vingi ambavyo vinakuwa vinahitajika. Sasa hem, tuambie ni vigezo vipi ambavyo pale Tasuba vinavyohitajika kwa dancer ambaye anahitaji kuendelea kwenda kunoa kipaji chake na kuweza kuboresha zaidi talanta yake. Nini anapaswa kuzingatia ili kuweza kujoin pale Tasuba, na wewe kama mwanafunzi ambaye aliwahi kupita kwenye chuo kikubwa sana cha sanaa hapa Tanzania? Muhimu kwanza kujitambua. Unajua huwezi kwenda sehemu bila kujitambua. Hata ukiingia shuleni wakishajua kabisa hujitambui, una kauli za ovyo, hata kama wana certificate labda ya mentor kidogo, basi hata kama, lakini ukishaendeleza kuja kujitambua zaidi, watu hawatakupokea. Lakini kujitambua cha kwanza, lakini pili pia kuwa na elimu yoyote, hata kuanzia darasa la 7 chuo cha sanaa Bagamoyo wanapokea. Lakini vile vile pia kipaji, yani talent, yani uwe na hamu ya shauku ya kukikuza hicho kipaji chako. Kwa hiyo wakishaiona hiyo, wao wale walimu wa pale wanatumia knowledge yao kukukuza wewe au kukumezesha wewe vitu ambavyo hujawahi, au kama ulishawahi basi itakuwa ni zaidi kutoka kwao, yani kupitia wao zaidi kutoka kwao. So baada ya hapo lazima utakuwa tu kielimu, utaingia madarasani, watakufanyisha vitu vya kuonekana na vitu vya kusikia, unajua na vitu vya kuona, lakini vyote hivyo vipo ndani ya sanaa.
Alright. Labda sasa mtu anataka kufahamu hapo hicho chuo ambacho ni kikubwa sana Tanzania, ndio chuo chetu kikubwa East Africa ni Central. Unapotaka kujoin kwa mfano kwa mtu kama mimi na wewe ambao tuko katika kama hili, labda kuna dancer ambaye anatamani kujoin Tasuba pale, lakini sasa akiangalia age yake anaona kwa age yangu mimi siwezi kuingia pale. Labda Tasuba wana limitation ya age na vitu kama hivyo. No, Tasuba wanapokea kila mtu, hata babu, as long as tu uwe na talent, uwe na kipaji, basi wanakupokea, wanakuendeleza, afu wanakufundisha jinsi ya kuitumia hiyo sanaa yako anywhere, kila nchi. Maana nikisema anywhere inamaanisha ni kokote kule. Sasa kwa sababu wao ni walimu wa mambo ya sanaa, ni walimu wa mambo sanaa na utamaduni, sio sanaa na utamaduni, basi watakufundisha jinsi ya kuitumia sanaa, lakini pia watakufundisha na tamaduni yako jinsi ya kuitumia on this country and out of this country. Bonge moja la elimu. Umeona sisi Dance Beats TV kama kawaida ninapokuambia siku zote na kueleza na kuletea watu ambao wanakupa wewe elimu ambayo hiyo elimu inakusaidia wewe na kukuongoza wewe ambaye hauna idea yoyote kwamba nini nifanye ili kuboresha kipaji changu. Hapa mpaka sasa na imani tumepata faida ya kujua kumbe chuo cha sanaa haina limitation ya age yoyote. Na hapa my brother Mbwana Kibosha yeye huko ashapita na alianzia safari yake ya muziki. Kwa sasa tuendelee baada ya wewe sasa kuingia pale tasnia Tasuba na kuanza sasa moja kwa moja shughuli zako za sanaa. Ilikuwa ni mwaka gani na ni muda gani na ulikuwa katika age ipi na nini ambacho ulikipata kiasi kwamba kikakuboresha wewe kama bwana yule ambaye nafikiri dancer yoyote hapa anakujua wewe ni nani na vitu kama hivyo, na tushafanya mambo mengi sana kiasi kwamba wewe ni professional. Tuambie, tupitishe huko elimu yako baada ya wewe kuipata pale Tasuba. Ilikuwaje kuaje na mpaka kufikia wewe sasa kuja Dar es Salaam na kuendeleza hiyo shughuli zako za sanaa na vitu kama hivyo? 2029 mwaka, acha nianze na mwaka that year, yani kuanzia huu mwaka group letu baada ya kutoka mtaani likahamia pale. Baada ya kupata sponsor ya watu fulani hivi, ndipo wao kuna wadada fulani kuna watu walijitokeza kwa kweli. Sasa siwezi kuwataja kwa sababu ni watu fulani hivi walijitokeza kunisomesha pale chuoni, lakini baada ya hapo wakajitokeza marafiki zetu sasa wa dada fulani hivi wa kizungu wanaitwa Emilia na Otelia, hao wanatokea bara la Ulaya huko Norway. Yes. Kwa hiyo hao dada ina maana walikuja kufanya project pale. Yes, pia na wao ni wanafunzi pia. Dance no, hawakuja kuwajia kujifunza, ila walikuwa na project zao ndogo ndogo tu za hapa na pale, hazihusiana na chuo cha sanaa Bagamoyo. Lakini vile vile pia walikuja kwa ajili ya kushangaa mji wa Bagamoyo. So hiyo ndio ikawa na sababu na kisa na historia zake, na sisi ndio wana historia yenyewe wa Bagamoyo. Kwa tukapata urafiki pale, tukawa pamoja, tukajikuta sasa na hao kwa sababu napenda dance na sisi ni dancers, tukatengeneza kitu kwa pamoja, ndio chanzo na sababu ya kuwa family kati ya sisi na watu wa Norway. Tukawa marafiki, basi wale mabwana wakajikuta hawawezi kuishi Bagamoyo, mishemishe zao zilikuwa huku Dar es Salaam. Kwa ndio sababu na kisa cha sisi kuja Dar es Salaam. Na tulikuwa group kubwa tu kipindi hicho 2009 2010. Baada ya hapo wakatuchukua wale mabwana wenzetu wakawaacha. Kisa cha kuwaacha wakamwambia bwana hawa wana tabia hizi na hizi. Cha kwanza kuvuta bangi, cha pili sigara pamoja na pombe. Vitu ambavyo wale watu wenzetu sijui wengine lakini baadhi yao wanachukia. Kwa hiyo na sisi mimi na wewe mshikaji wangu, rafiki yangu tulikuwa hatutumii. Hiyo ndio kawa ni sababu, kwa sababu bwana sisi tunawahitaji hawa, nyinyi wengine tunaomba mtatulia radhi. Kwa hiyo wakatuchukua sisi wawili tukaja kufanya kazi pamoja. Kisa na sababu ya kuacha wale ni hiyo. Kwa hiyo ndio sababu ya kuja sisi Dar es Salaam. Baada ya hapo ndio tukajiwana na nafasi at space, ndio tukajiwana na kuna chuo kingine sasa hivi ya mambo ya dance pamoja na sehemu nyingi na magroup mengi na mpaka kujulikana zaidi. Wewe dancer unayetuangalia sasa hivi, wewe msanii wa kizazi kipi ambao unaimba muziki au ni dancer, umetoka kwenye dance na unaendelea kufanya music na vitu kama hivyo, lengo na dhumuni kukufikisha kule kwenye ndoto ambazo wewe unazifikiria kila siku na kutarajia kufika kule ambapo wewe unahitaji. Kumbuka kwamba kuna vitu ambavyo bro hapa anaongea kiasi kwamba vinakujenga na kukupa wewe elimu na kukuimarisha pia hata kitabia na kimienendo. Hapa tumepata point moja muhimu kwamba kumbe ukiwa na tabia za ajabu ajabu unapofanya na kazi, si watu wote wanafurahishwa na jambo ambalo wewe ni starehe yako kubwa. Kwa hiyo unapokuwa katika majukumu yako ya kazi, inamaanisha hii inatufunza kuwa na nidhamu na kuweza kuheshimu mipaka na kulinda starehe zako ambazo wewe
msanii unaweza ukazionyesha mbele za watu au watu ambao unafanya nao kazi. Baada ya wewe sasa kukutana kutoka sasa kuchaguliwa na hao wageni ambao na wenyewe pia ni wasanii na walikuja hapa Tanzania kufanya kazi. Mkaja sasa mkahamia Dar es Salaam rasmi kufanya kazi. Baada ya kuhamia Dar es Salaam, labda project ipi ambayo mlioanza nao kiasi kwamba mliokuwa mkiendeleza mkifanya kule Tasuba baada ya kumaliza chuo kutoka na kurudi huko? Wale madada kusema kweli kwanza walikuwa wanapenda dance. So siri. Na hiyo kitu ilitusukuma sisi kuona ndoto zetu zile tunaenda kuzifikia. You see? Kwa hiyo kuanzia hapo wale madada wakasema ngoja tuanzishe the project ya kufanyaje ya kutangaza ya kutangaza group letu hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo ikawa any performance ambayo inafanyika kwenye hoteli hizi kubwa kubwa au kampuni kubwa kubwa, basi hao wanatupeleka kipaumbele. Na unajua kitanzania mzungu akiongea jambo lake yani so as possible utaona tu jamani sasa vaeni costume bwana sisi tumetoka sasa hivi ndio. Kwa hiyo tunahitajika kwa basi kweli mnaenda mnapiga kazi na watu wanawaelewa na kulipwa juu. Achana na ile ambao tulivyokuwa wenyewe mnaweza mkastruggle ambia bwana si ndio mnajionyesha hapa. Unajua inaumiza sana kwa msanii, yani inaumiza mno. Hapo kwanza kwa nini unasema mzungu labda au mtu wa kigeni anapoenda kuomba kazi katika sehemu yoyote hapa nchini inakuwa ni virahisi sana kupata kazi tofauti na sisi labda Waswahili? Una maana gani kusema hivyo au unamaanisha kitu gani kwenye hiyo point? No, kikawaida katika nchi yetu mimi naona niseme kama 70 hivi wageni wamepewa sana kipaumbele. Unajua wamepewa sana kipaumbele. Kwa hiyo kiasi kwamba hata wakitaka jambo lao hasa kwenye kutaka maendeleo au kazi fulani hivi, mimi naona kwao ni rahisi. Sijui kwenye upande wa visa huko na mambo mengine I don't know kwa sababu sijawahi kufanya research hiyo. Ila nina hiyo experience kwa ajili hao watu tulikaa nao na baadhi ya sehemu tunaziona. Kwa hiyo ilikuwa akifika sehemu basi ni rahisi kupewa na uongozi. Lakini kingine pia ni kwa sababu pia wana confidence, yani wana kule kujiamini kuongea na watu. Unajua sasa mtu ukiongea kwa kujiamini alafu unaonyesha na vitendo, mwisho wa siku watu wanaona kabisa kwamba huyu mtu anatufaa, why not? Kwa hiyo tufanye naye tu kazi. Kwa hiyo hivyo vitabia hivyo hata sisi pia tumevikopi from there till now. Unajua tuna miaka karibia 8 sasa hivi au 9. Kwa hiyo kuanzia hiyo time yote basi imekuwa copy and paste, imekaa kweli. Hata mimi najiona nikiingia sehemu nikipresent like walivyokuwa wanafanya, basi naona kabisa ni rahisi kupata kazi, rahisi kupata marafiki, rahisi kupata watu ambao ni vigumu kwa wakati ule ningekuwa nawaogopa, lakini this time is like ni kama chakula na mdomo, yani unajua imekuwa rahisi sana. Okay, sasa nyinyi mlipofika hapa Dar na maana mlianzisha kundi ambalo baada ya kutangazwa likawa limepatikana, likawa limejulikana na kazi zikaanza. Kisha baada ya hapo mkaanza kujoin kwenye mambo makundi tofauti na shughuli tofauti. Vipi labda experience ya kufanya kazi na watu wa nje na pamoja na tofauti na kufanya kazi na local people hii hapa? Ni kwamba watu wa nje wanakuwa wako straight sana au kazi zao zinakuwa vipi? Mara nyingi hem, tupe experience kwa mtu ambaye labda anatamani kufanya kazi na watu ambao wa nje, wanatakiwa kuzingatia kitu gani na wanatakiwa wawe katika mazingira yapi? Kwanza kabisa ni watoe wasiwasi, si kama viongozi wa hapa nchini kwetu kwamba hawawezi kufanya hivyo, hasa kwa hususi kwenye upande wa dancing, kwamba hawawezi kucontrol, hawawezi kuwapa watu madini mazuri kiasi kwamba watajijenga vizuri kiuongozi. Yani inamaanisha wakifika kwenye kampuni au sehemu fulani au kwenye mahitaji ya kazi, wakiongea hivyo eti watakosa. No, wana uwezo huo, ila wale mabwana wana extra words, yani kwa maneno ya ziada, nguvu ya ziada, muonekano wa ziada wanakupa wewe. Kwa mfano, wewe utajitahidi uende pale hata ukisema ukivaa pensi kali, unajua na raba kali na cape kali, wewe itakumaanisha kwamba mimi hapa nitaongea vizuri kwa sababu nimekaa vaa kisanii, unajua, au utabana nywele au utaweka hereni, vitu kama hivyo, unajua, unasema mimi hapa nimekaa kisanii. Lakini umesahau mtu unaoenda kumuona ni mtu ambaye kidogo ana mazingira ya kidini, lakini anataka hiyo sanaa yako aipresent mbele ya watu wengi. Of course, tuchukulia pia na mtu mwingine kama mtu wa serikalini. Kwa mfano unaenda kukutana kama na mwanae na Rais Samia, sisemei mama Samia, lakini nasemea labda mwanae au mtu fulani ambaye anashabihiana na mama Samia.
wewe unataka kwenda kupresent nani kazi yako pale, ndio sasa uende umetoga au umevaa siu vitu fulani fulani bling bling. Yes, watu kama hao wanatakiwa, wale wasanii wakubwa tayari jina lao lipo, hata kama akizinguliwa yeye ana sehemu nyingine ya kupata. Lakini sasa wewe inabidi uwe humble, inabidi uwe muonekano wako uwe so smart, sio? Umeelewa vizuri? Sasa hivyo vitu extra zaidi na ya hivyo, so wale mabwana wanavyo. Dancer unatutazama sasa, Yeah. Unatakiwa muonekano wako uwe smart pale unapoenda kutafuta kazi zako, unapoenda kuonana na watu wa kampuni na mashirika mbalimbali, wadau ambao wanasupport tasnia na sanaa hii, kuweza kuhakikisha wewe kijana ambaye unaendelea kufanya shughuli zako za kisanaa uweze kufikia malengo, kwa sababu kwenye maisha tunategemeana. Kwa anachokwambia hapa brother Mbwana ni kwamba unapaswa kuishi katika mazingira ya wewe kijana kujitambua na kuelewa zaidi nini ambacho unakihitaji. So usiishi katika mazoea na kufanya vitu ambavyo si rafiki katika mazingira ya watu ambao wanajiheshimu na vitu kama hivyo. So bro, sasa mbali na hayo yote, baada ya wewe sasa kumaliza hizo harakati zikaendelea na vitu kama hivyo, tupe experience. Baada ya wewe kukutana na dada, mlifanya nini na nini hadi kufikia level ipi kiasi kwamba Mbwana ambaye tunamjua leo na amekuwa ni star tuseme mkubwa sana hapa na ni this is one of greatest dancer in East Africa and Central, so we are here just to speak with him. His name is Mbwana. So we here just we are making stories to give some education to the society, to make people or young generation to understand what we are doing and to understand that this talent it's a work like others, so you should push it very very strong and don't give up. So bro, baada sasa ya wewe nilikuwa nauliza swali, baada ya wewe sasa kujoin, kumaliza kufanya kuweka kundi na kulitambulisha kuanza kufanya kazi, tuambie, labda tupitishe sasa safari yenu ilianzia wapi? Safari yenu ilikuwaje mpaka kufikia huko sasa, baada ya wewe kuwa nao wadada raia wa kigeni ambaye ni Emilia and Otilia? Kutoka pale kusema ukweli, watu wengi sana wakatutambua, watu wengi sana wakatujua kwa zile sifa, kwa zile experience, kwa mionekano mizuri, kwa kauli, performance dance kali internationally, professionally. You know, mister, you know. So the whole thing, people know, people shouting about us, people love us. So from there basi tukabidi tutafute sasa njia mbadala. Sema naelewa vizuri. Kuna the time inafika ikiwa hata baba au kijana ataitwa baba tu. Baada ya baba ataitwa babu. Umeelewa vizuri? Exactly. Lakini kwa kipindi kile, kwa sababu tulikuwa tunaitwa watu fulani, ikafika kipindi sasa na wao wenyewe wako busy, wanahitaji kurudi kwao, unajua na sisi tunahitaji more life, yani tuseme Kiswahili zaidi kwenye masuala ya maisha, tuseme more money, yani vitu vyenye kuboresha thank you, maisha yakawa mazuri zaidi, maisha yakawa hivi na vile. Baada ya hapo, unajua tena baadhi wengine zetu wakapata safari za kwenda nje. Na sio wakati wote tulisafiri, sio kwamba tulikuwa Bongo. Tulisafiri kwenda Canada, German, Australia, pamoja na Kenya, Uganda, East Africa hii. Tumezurula mara nyingi sana kufanya b-boy, kufanya bata baba. Batalo hiyo. Just dancing. Just dancing. Umeona? So baada ya hapo tukataka sasa tujitegemee. Yaani kama tulikuwa tunaongozwa na kampuni moja, sasa kila mtu awe na kampuni yake, yani matawi, branches. Thank you. Na hiyo ndio ndoto ambayo sisi watu wengi tulikuwa nayo, kwa sababu tungesema tukae tu kwenye kampuni moja bila kuanzisha cha kwako, umejifunza nini? Kwa lazima sio hiari, sasa lazima uwe na cha kwako chenye kujivunia. Hata kama ukisema bwana tabia yako imekuwa mbaya kwenye kampuni yetu, ngoja tukutoe, kaanzishe mambo yako. Kama hauna cha kuanzisha na akili yako umeroana tu na kampuni ile moja, utatokaje kimaisha? Ndio unasema kabisa, unaanza kusema bwana dance ni mbaya bwana, mimi sipendi bwana, no. Lakini kupitia ile kitu basi tukajikuta tuna experience, tuna uwezo wa kutrain watu, unaelewa vizuri tunaweza ku train hadi watoto, kwa sababu all the experience that we came from there tumeipatia kule. Kwa hiyo baada ya hapo tukaanza kutafuta makampuni, tukaanza kutafuta mashule, tukaanza kutafuta watu binafsi pia. Lakini hapo katikati, kabla tujitafuta hivyo vitu, tulikuwa tunapata maelimu, kwenda mahospitalini, kufahamu afya za watu, misuli ya mtu ukiwa unafanya mazoezi, pamoja na jinsi ya kumfundisha mtoto wa age gani ucheze naye vipi, mtoto wa age fulani, unajua zile wanahitaji sijui, lakini kiuelewa nikiongea tu hivi muelewa, basi atakuwa ameelewa salama kabisa. Kwa hiyo point kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya
ambayo tulitakiwa kuifanya kipindi kile ni kuenda moja kwa moja kwenye makampuni na mataasisi. Sasa tukawa tunaenda ku apply kwenye kampuni, lakini nashangaa haikuletea ugumu kwetu sisi. Unajua, sijui nikashangaa labda ni kwa sababu ya zile experience na hali na nini. Haikuletea ugumu, tukaenda wakatupokea bwana. Tukawaelezea kwa Kiswahili fulani, hii nzuri sana hii. Bwana njoo kwetu bwana, sawa. Umeonyesha interview kidogo wamepokea. Haya, ukienda sehemu nyingine hivyo hivyo. Nikasema imekuaje? Basi mwisho wa siku tukajikuta shuleni, kwenye makampuni, kwenye watu binafsi wakawa wametuelewa kweli. Baada ya hapo kwa vile sasa wametukubali, ikawa rahisi sisi kuwaonyesha au kuwapa tulichokuwa tumejifunza ndani ya miaka 20 au 15 nyuma. Na kweli ilikuwa nakipokea vizuri na ikaleta matokeo mazuri sana. Hususa kwenye mazoezi, kwenye dancing, people they love dancing, kids love dancing. See? Na kwa wakati huo ina maana mlikuwa bado ni nyie wanne tu. Sasa hivi watu huo wanne. Lakini kama ukijua nimekwambia kwamba watu wakaanza kusafiri, unajua kutafuta maisha mengine, wengine wakapata madili makubwa kwenda kama labda Amerika, wengine kuingia labda kama mjini China, walivyotawanyika hivyo. Na watu wapya kwenye tasnia ya dance wanakuja, so huwezi kung'ang'ania tu, lazima uwapishe kile ulichojifunza nayo unawapa na wao wanakiendeleza, unajua lakini kwa nia nzuri, sio mambo ya kuharibu na ushenzi, no. Yani baada ya sisi kuchomoka na kuingia, tumewaacha watu ambao wanaweza kuendeleza gurudumu vizuri kabisa. So from now BBK ipo imesimama vizuri, and Otira na Emilia wale dadas wapo kama kawaida, lakini kutokana na zile experience na knowledge ambayo tulikuwa nayo kule ndio tunaitumia sasa huku nje. Okay, labda kabla ya kuwa BBK hapo mwanzo ulisema mlivyofika mlianzisha kundi, na hilo kundi mkaanza kulitangaza na kulipa promo ili liweze kufahamika na kujulikana, na mkama mnapata kazi kwenda kufanya ubalozi mbalimbali na sehemu mbalimbali ambazo zilikuwa ni sehemu muhimu, tuseme za watu ambao za ofisi, watu yani wabunge na vitu kama hivyo, kila sehemu. Yeah. Sasa hilo kundi ni hiyo BBK au kuna kundi lingine afu baada hapo ndio kaja BBK? Yani tunataka tufahamu na watu watambue hapa BBK ilizaliwa vipi na ilianza vipi. Ilikuwa ndio hiyo BBK, na chanzo na sababu cha kuzaliwa BBK ni sisi wanne ambao tulianzisha. Mimi kuna mtu anaitwa Emmanuel, kuna mtu anaitwa Otilia ambao ni Norway, kuna mtu anaitwa Emilia ambao ndo Norway. So tulianzia huko, lakini baada ya hapo tukakutana, tukaorganize, tukasema tuite BBK. Kwa hiyo tukasonga nalo, tukapata na watu wengine, tukawa zaidi ya 6 au 7. Kwa hiyo tukawa watu wanaingia wana tabia mbaya tunawatoa, wanaingia wana tabia tofauti tunawatoa. Mwisho wa siku tukajikuta tumepata wale watu ambao tunawahitaji. BBK ikawa imekamilika vizuri, ndio tukaanza kufanya performance ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini hapo katikati pia BBK unajua kuna wale ni watu, kwa hiyo mwisho wa siku wanapumzika, wengine wanasafiri, unajua wengine pia wanafanya mambo mengine. Wakati huo unafanya mambo mengine na sisi wengine tunatafuta okay, kwa sababu sasa hivi BBK imepumzika kidogo, tuna likizo, ngoja tuingie kwenye kundi lingine tukatafute pia uzoefu mwingine. Tukajiunga na kundi moja la Chocolate, kipindi kile tulishindaga dance 100. Umeona, tukakutana na makundi mengine, si DDI, si the winners, you vadole gani na makundi mengi. Kwa hiyo baada ya hapo ndo tukaja kugundua kumbe nje kuna makundi mengine mazuri na mengi zaidi. Yeah. Hiyo ni safari ya kundi lao na safari ya Mbwana alipoanzia sanaa yake mpaka hapo kufika toka Bagamoyo mpaka Dar es Salaam. Nakumbuka kipindi kuna BBK, kipindi cha BBK mimi mwenyewe binafsi nilikuwa maeneo ya Kigamboni, kuna kundi langu nilikuwa nafanya kazi zangu za sanaa za muziki na vitu kama hivyo. Ila baadaye kwa sababu nakaa Kinondoni maisha yangu, kwa hiyo naenda Kigamboni na kurudi Kinondoni, lakini kwa sababu sasa kundi hili lilikuwa Kinondoni nikapata fursa kuonana na Mbwana, ndo mwanzo wa safari yangu mimi kumjua Mbwana na kuanza hizo safari za muziki, baadaye kukutana naye kwenye kundi. Sasa mimi nataka utuambie ni vigezo vipi ambavyo mlikuwa mnazingatia kwenye kundi lenu na hawa dada ambao wako wanazingatia sana masuala ya maadili, na mpaka kufikia hatua sisi kipindi tulivyokuja kufanya interview na baadhi ya watu wakajoin na sisi na mimi nikiwemo miongoni, BBK kipindi hicho kabisa zamani, kabla hata sasa hizi BBK bado haijakuwa katika level kama hizi. Ni nini labda kilikuwa kinazingatiwa sana, na kwa nini watu kama labda dansa kama mimi, Tiko, wewe na watu wengine ambao tulianza kusukuma ile gurudumu, ni nini ambacho labda dada walizingatia unyie kipindi hicho, sababu kundi lilianzia kwenu na safari yetu kiujumla? Hata mimi unaoniona sasa hizi hapa naongea na mmoja ndugu yangu,
safari yangu naweza nikasema yani rasmi ilianziaga pale BBK, yani official crew ambayo nilikuwa najulikana na nafanya kazi, mbali na yale makundi ya kwenda kujoin, mbali na hapo tushafanya mambo mengi sana huko nyuma. Ni nini ambacho kwa mnazingatia sana ambacho mpaka sisi tuka pamoja miongoni mwa kundi lenu? Kabla sijafika huko nikwambie, ukitoa mambo ya nidhamu sijui na vitu kama hivyo, ulevi, sigara na vitu kama hivyo. Kabla sijafika huko tulikuwa tunazingatiana sana kwa swala la muda na kila kitu, muda na kujijua wewe ni nani, na ukishajijua wewe ni nani unatakiwa ufanye mambo yako vipi. Umeona kuyaipa heshima mbele ya sehemu unaokwenda au mbele ya watu au mbele ya kitu ambacho unataka kufanya. Kwa mfano tukichukulia dancers wengi wa Tanzania, ukimwita sasa hivi hapa, kwa mfano kama leo hii hapa tumeitana kwa ajili ya kuwapa watu elimu yetu na background yetu. Kitendo cha kutoka tu nyumbani kuja hapa na nitaanza kumwambia wewe, sasa vipi mwanangu, nitumie basi na nauli. Nitumie basi. Hili ni swala la kunitumia wewe nauli? Ni swala la mimi kuwapa watu elimu. Hamna shida. Ni swala la mimi naweza nikasema nikatumia hata nauli yangu mpaka nafika hapa na ipresent alafu narudi nyumbani kwa nauli yangu. Lakini dansa wa Tanzania atakwambia, mwanangu sina hata nauli, nilipe basi hata 2000 na nini. Matatizo hayo. Unahitaji kuonyesha hayo madhaifu. Hayo matatizo hayo. Upaswi. Unahitaji kwa sababu hata hiyo sehemu unaokwenda sasa kama ndio kazi, mwisho wa siku na yeye mwenyewe naye atashuka zaidi. Hela yako ilikuwa 200,000, atakupa 50,000 tu. Tena 50,000 mimi nimezungumza yani kikubwa sana. Atakupa 30,000 tu. Okay. Sasa mbwana, baada ya hapo sasa sisi tunataka tupitishe sasa baada ya mambo yote kutokea. Mbwana sasa hizi najua mbwana akafanya mashindano mengi sana. Tukisema tuongelee hapa itakuwa ni mengi sana, muda utazidi kuwa mwingi. Baada sasa vitu vyote hivyo kufanyika na wewe ni dancer legendary katika legendary dancers au vipi? Sasa hizi mbwana tumuoni sana kwenye shughuli za mambo ya tasnia ya dance, atumuone kwenye festival, atukuoni kwenye challenge, atukuoni kwenye workshop. Mbwana sasa hivi labda anaendelea kufanya kitu gani kupitia tasnia yake? Je, mbwana yule tunamjua sisi ni msanii wa tasnia ya miondoko ya dance na mpaka sasa na atumuoni katika hizo movement na revolution kama hizo. Je, mbwana sasa hizi ni mtu gani na anafanya nini? Na nini ambacho anakifanya na vipi kuhusu sanaa yake, bado iko pale pale au umebadilisha tu atukuone kwenye festival na sehemu kama hayo, labda kuna sehemu nyingine unaendelea kufanya dance lakini bado unafanya dance? Bado nafanya dance lakini kwa lugha nzuri au kwa miondoko mizuri, kwa sababu nikisema hivyo nieleweke kwamba naweza kwenda kufanya dancing kwa ajili ya watoto, naweza kufanya dancing kwa ajili ya watu wazima wanaohitaji labda kuingia kwenye mfano maharusi, lakini si dance za hovyo, ni dance ambazo hata ukiangalia unasema najivunia aisee watu kuwepo hapa. Nani amewafundisha? Nataka iwe hivyo. Lakini pia na sehemu kubwa. Yaani kwa kifupi sasa hivi tangu nilipotoka safari yangu ukizungumzia kiumbali zaidi, sasa hivi mimi ni trainer. Ukijumlisha masukosuko yote sasa hivi ni trainer ambao na uwezo na train watoto mashuleni, na train watu wazima kwenye maofisi na watu binafsi, watu wanapata stroke, unajua hata hizi kazi zetu kuna maradhi mengi, kuna watu baada ya kufanya dancing muda mrefu hajui hata maskini akishamaliza dancing afanye stretching, yani kunyosha misuli namna gani ili mwili wake autunze vizuri mpaka uzee wake Mungu atakapomjalia. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifanya this time baada ya kujifunza vitu vyote, sasa hivi hatuwezi kuperform kwenye festival kwa sababu kuna watu huko wanaumia. Nikidili na festival itakuja festival nyingine, tutakuwa busy na festival. So but this time now we beg for the personal people, kwa sababu hao tunaona ndo wana tatizo. Kwa hiyo kupitia dance yetu, kupitia mazoezi tuliyokuwa nayo na experience kubwa, tunataka tushare kwa watu ambao wanaugua, kwa watu ambao wana hamu, wana uhitaji kweli. Lakini vile vile kwa watoto au kwa watoto ambao wao wanaishiaga tuona kwenye TV. Sasa ukikuona ukifanya vile hivyo wasema kweli. Tena kwa wale shule za wenzetu wakwambia what? Are you sure? Man, how can you do that? Unajua vile mtu anashangaa, lakini kumbe ni vitu ambavyo Watanzania wanavifanya tena zaidi. Sasa kuna mtu anajua kwamba wale Ramadhani Brothers is from Tanzania. Watu wengi walikuwa hawajui, lakini this time now baada ile kila mtu anafahamu. Yes. Sasa ndio hivyo angalau sisi hatukujulikana katika American Got Talent, but
people watatujua tu kwa njia hizo na wataendelea kutofahamu kwa sababu sanaa bwana haimfichi mtu. Yeah. Legend bwana hapa Yeah. anakueleza kuwa yeye sasa hivi anarudisha kwenye jamii kupitia elimu yake aliyoipata pale chuoni na elimu yake ambayo aliyoipata kupitia experience ya kazi zake na mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo anarudisha kwenye jamii kupitia kuwapa watu mazoezi ya kuweza kuboresha afya zao na kuweza kuwaimarisha zaidi, na pia kuwafundisha watoto, kama watoto wanapenda kitu fulani basi kuweza kuwanoa wale watoto basi na kile kitu waweze kukipenda na uweze kukielewa kwamba hichi kitu kumbe kina faida pia. Kwa hiyo ina maana ndugu yangu anaendelea kufanya harakati, ni mwanaharakati kama sisi wanaharakati wengine ambao we still doing this things, hatujaacha. Na ndio maana unatuona leo tuko mbele yako tunazungumzia vitu ambavyo ni maisha yetu, ni kitu ambacho ndio tumejulikana kupitia huko. Kwa usiache mbachao kwa msala upitao. Kwa sisi tuko na kile kitu ambacho kimetufikisha hapa mpaka wewe leo unatufahamu au wewe unatutazama utufahamu, lakini utatufahamu kupitia maongezi yetu na vitu kama hivyo na story mbalimbali ambazo sisi tunaziongea kupitia Dance Beats TV. Ni Dance Beats TV pekee utakutana na hizi story mbalimbali za wasanii kama hawa ambao ni legend. No one ambaye anaweza kukuletea kitu kama hichi ukaweza kupata elimu kubwa kama hii. Ni mimi mwenyewe peke yangu hapa, ASB with the boy. Kwa kuwa na mimi kwanza mwanzo, cha msingi nenda pale subscribe YouTube, ingia pale TikTok, tunapatikana as Dance Beats TV, Instagram as Dance Beats TV, lakini nao tuna page yetu nyingine ambayo tunashare. Si sana lakini najua tutakuwa tunakutana sana huko. Anyway, sasa mbwana, baada ya hayo yote mimi nataka kufahamu kitu kimoja, sababu hii imekuwa ni changamoto sana. Watu wengi sana imekuwa ni changamoto kubwa, na watu saa zingine unakuta hata wazazi au walezi, jamii inayotuzunguka wengine wanakuwa hawaelewi. Sisi wasanii sasa tunafanya tasnia za sanaa, mambo ya burudani na vitu kama hivyo. Mara nyingi sana tunaonekanaga ni watu ambao labda tunaonekana ni hatuna maadili au nyumbani kwetu hatujalelewa katika misingi ya heshima na udini na dini na vitu kama hivyo, na tunaonekanaga ni vijana ambao labda hatuzingatii sana ule ustaarabu wa mwanadamu kama hivyo, kuoa, kuishi katika maisha ya ndoa, kuanzisha familia. Tunaonekana ni watu ambao tunapenda unaweza ukawa kukutana na msichana hata mdada ukamhitaji labda mfanye maisha, lakini akana kuogopa kutokana na jinsi sifa za wasanii jinsi zilivyo na kila siku mambo yanayotokea mitandaoni na tunayaona. Tuambie, unaweza ukashauri nini jamii au ukawaambia kitu gani ambao wanatutazama sasa kupitia kamera zetu za Dance Beats TV? Ni kitu gani ambacho labda wanapaswa sasa jamii isiweze kukifikiria juu ya yule msanii ambaye anafanya hiyo tasnia yake na sanaa, au kitu ambacho hicho wanachokifikiria au kwa watu wanachokifanya ni nini? Unatoa wewe kama sasa mkongwe kwenye tasnia na kuweza kutoa elimu na kuwaelewesha jamii na walezi na wazazi wanaotutazama sasa, kaka, nini kifanyike ili watu wanaotutazama sasa wasiweze kujua msanii wa aina fulani ni ana tabia hizi? Ni nini kinapaswa kufanyika, wewe kama mkongwe sasa tuambie? Cha kwanza kabisa nimshukuru Allah, nimshukuru Mwenyezi Mungu. Muslim kwanza tuanze kabla ya kuelezea nikuulize swali la kizushi. Vipi labda wewe umeoa na una maisha yako, unaishi labda na mkeo? Nimeoa. Hongera sana. Na familia pamoja na watoto, unajua that's important. Na ukiwa na hivyo vitu, mwisho wa siku huwezi kufanya mambo ya kijinga. Huwezi kufanya mambo ya kijinga hata kama itajikuta imejitokeza kutokana na kujisahau kwa kuwa wewe ni binadamu, lakini mwisho wa siku utasema kabisa kwamba sasa nini nafanya hiyo kati tayari na kitu ambacho tayari kimeshani cover, yani umeshaziba lile pengo ambalo unaweza kufanya ni sababu ya wewe kufanya huo uchafu. Kwa ukiwa na familia, ukiwa umeoa, lakini cha kwanza kabisa ukiwa na Mungu, you can't do anything bad. Sasa jamii itambue nini juu ya hawa wasanii ambao wanaonekana labda wana tabia za ajabu kiasi kwamba wanapelekewa watu hata kutokuamini, aidha katika shughuli za kiofisi, aidha hata katika shughuli au katika maisha ya kawaida, kuingiliana na watu tofauti tofauti? Kitu cha kwanza kabisa, unajua wasanii wengi wanapenda kuiga watu wa nje, unajua So watu wengi waelewe tu, hasa nchini kwetu hapa Afrika, yaani tuseme nchini kwetu hapa Tanzania au kiufupi all the Africa, watu wanapenda kucopy and paste. Kwa hiyo kitu isiwachanganye, waangalie tabia za mtu. Waangalie tabia, na tabia za mtu zinapatikana. Una uwezo kufanya sanaa zako, lakini haimaanishi kwamba usiwe mcha Mungu. Sio, umeelewa vizuri Ukiwa mcha Mungu, tena uwe mcha Mungu akisirisiri, kwa sababu Mungu anapenda hivyo. Ukifanya hivyo, ukifanya na sanaa zako, hiyo sanaa yako itakuwa kubwa ya kimataifa zaidi. Sio, umeelewa vizuri? Lakini ukifanya pia kuwa chafu, shetani naye anapenda huo ujinga, ataifanya kuwa kubwa zaidi, ukajua kabisa huyu ndio Mungu ametangulia. Ukiwa mwenyewe pia una machafu unayafanya, ukasema kupitia msemo wa Bwana it means kwamba kuna Mungu ndani yake ndio maana imekuwa kubwa. No way. Chunguza vizuri. Hiyo sanaa ipo katika njia nzuri, inawakilisha vizuri juu ya watu haiwapotoshi, that's right. Ilikiwa lakini unaenda long na maanisha kona nyingi, that's not right.
kona nyingi hazihitajiki kama kijana ambaye ni msanii na una malengo na unahitaji kufika mbali. Sasa mimi niseme kitu kimoja ambacho nimeona vitu vingi vikifanyika na vijana wengi tukivifanya ambavyo saa zingine vinatuletea sifa mbaya. Unatoa ushauri gani kwa msanii sasa ambaye anakuangalia baada ya kuelewesha juu ya jamii na vitu? Msanii mwenyewe mhusika anayekutazama sasa, nini unapaswa kumwambia eza anapoishi katika mazingira yake ya jamii, mazingira yanayomzunguka ya jamii, aishi vipi katika mazingira yake ya kazi, anatakiwa awe vipi? Tupe ushauri kwa kijana anayekuangalia ili aweze kupata kujifunza na kuelewa kwamba kumbe mimi napaswa nizingatie hivi vitu niweze kufika pale ninapohitaji. Cha kwanza kabisa, watu wanaotuzunguruka wanahitaji mtu smart. Sio smart tu wa nguo na maanisha mpaka kauli yake. Ukiwa na maneno mazuri juu ya wenzio, basi hata na mavazi yako pia yawe mazuri, hata na kazi unayofanya iwe nzuri. Badala ya hapo, kila mtu atakupenda. Na kama ukijua akikupenda kila mtu, yani hizo kazi zitakuja kama mvua tu. Hilo la kwanza. La pili, mimi nawasihi vijana wengi, hata kama ukiwa na miaka 30 au 20 au 18 au 19, maana ndio vijana ambao yani si nisemeje, yani kama moto unaanza kuwaka yani kwa speed. Please be humble, kuwa mpole, kuwa mtaratibu. Kikubwa zaidi, mtegemea Mungu. Amka usiku, muombe sana Mungu juu ya talent yako ambayo unaifanya. Mungu hawezi kukuacha siku moja, na utaifanya talent yako kwenye misingi mizuri na utatoka tu. Yani ukiona hivyo, kuna vitu vya tofauti unavipata. Kikubwa na angalizo, usijaribu kwenda wrong. Kwa mfano, ukiwa unafanya sanaa afu unategemea sana vitu fulani, wewe ushanielewa, ndio vikuamshe hisia, utakuja utafeli tena pakubwa. Ukiwa unafanya sanaa afu unategemea sana uchawi, utadondoka vibaya sana. Mwanzo utavuma, watu watakupenda lakini end of the day, kutokana na imani yako, itakuja kukudondosha vibaya mno. Utachukia mpaka utaenda kuokota mapopo, mimi nakwambia. Lakini kingine kikubwa zaidi ni kuwasema watu au kufanya fitna juu ya mtu, yani kwamba gossiping. Thank you. Unamwona kabisa msanii gani bwana, wewe nipe hii issue, nipeni. Kama msanii wa kuimba, yani there is too much man, hayo vivyo vitu. Anaanza kumwambia mwenzake bwana, oya nani, kama labda ni director au producer, mfanye mpango mimi bwana, achana na kitu, katoa ongo, katoa hela kadhaa ili aonekane namna gani, kumbe ajui ana hiyo voko nzuri, lakini mwenzake ana voko tamu, nyimbo zake zimesimama. Kitu ambacho kinatakiwa, yani ninachokipinga hapo sasa hivi ni fitna, maneno, vitu ambavyo vitamfanya mwingine drop, kwa sababu yule akidrop kikawaida, mimi nawaambia sasa, katika imani, katika kawaida, kwa sababu imani inakuja katika maisha halisia. Ukimfanya mwenzako drop kwa maneno yako, kwa filigisu zako, kwa pale inawezekana isikutokea, lakini mwingine itamtokea pale pale. Ila kwa wewe ambaye kutokea sasa hivi, utakuja watakujua, utakavyoanza kudondoka, watu watakavyoanza kukuchukia na kukusema, hautoamini. Ile kitu wewe inalipa hapa. Ndio maana nakwambia usijaribu kufanya hivyo vitu. Kuwa humble, kuwa mcha Mungu, fanya sana yako kwa speed sana, usilale. Usijaribu hata siku moja ngoja nilale, ngoja leo nipumzike. No way. Zipo siku za kupumzika, ndio utapumzika, lakini isiwe sasa ndio chanzo na sababu ya kupumzika. Time ambayo wewe unapumzika, watu ndio kweli wanakuhitaji. Kwa sababu zile time ambayo wewe ulikuwa unajitokeza kwa watu walikuwa wanakuangalia. The time ambayo wewe haupo sasa ndio wakasema yuko wapi, tunataka tunataka tufanye naye kazi. The time ambayo wewe sasa umeamua kupumzika. Umeelewa vizuri? Sasa hiyo time ndio mbaya zaidi. Haimaanishi kwamba mimi time hii nimepumzika. No way. Bado nakwambia, narudia tena, mimi bado naendeleza sanaa yangu. Nina mashule, kwa mfano I have Feza International, Pradia High School there, alafu kuna Sunrise, kuna Shining Flower, kuna DII over there, ipo hapo karibu tu. Alafu kuna kampuni kama SGA, ni kampuni ya ulinzi na mambo ya usalama na nini. Alafu vile kuna kampuni inaitwa Data Vision ambayo inakopesha mambo ya pesa. Alafu vile kuna watu binafsi ambao wapo mitaani, sometimes wanafuata majumbani kwa ajili ya kuwaponesha miili yao na nini. Yote ni sema kazi yangu sasa hivi. Kwa maana hiyo nikijikita kule, hizi zote nani atafanya huko? Yes, that's why naona nimejikita huko. Sio kama nimetoka tu kule sitaki huko. Nimetoka kule kwa sababu maalum. There is reason, that's why I'm here. Na lengo na dhumuni na maana ni kuendeleza harakati za kimaisha na kuifanya sanaa
sanaa ya dance imegawanyika katika uwanda mpana sana, si tu kwenye ma stages, si tu labda katika ma concepts na vitu kama hivyo, si tu katika challenge au katika workshop. Unaweza kupata fursa wewe dancer ambao una kipaji, ni choreographer, ukaenda sehemu kama bro Mbwana pale anapokuelezea kwamba saizi ana kampuni mbalimbali na ofisi kama 5 au 6 ambazo anafanya nazo kazi. Hizo zote ni dance na tasnia, na yote ni kutafuta maisha na kuendeleza sanaa na kuiendeleza harakati za mapambano ya kimaisha kila siku. Usikae mtaani wewe kijana ambao una kipaji, ukakaa tu ukaa huna la kufanya na hauna idea nini ufanye, au ukitegemea mtu aje akusaidie mawazo na vitu kama hivyo. Wewe mwenyewe kijana unaweza kujinyanyua, usisubiri mtu akushike mkono kufika pale. Hata wengine unaona wamekata tamaa au hawajaendeleza sanaa zao, ni kwamba walitegemea kushikwa mikono na watu. Lakini kwenye maisha ili ufike kule unatakiwa ujishike wewe mkono. Alafu yule anayetakiwa kukushika mkono atakuja mwenyewe kukuvuta, kukusogeza katika sehemu. Tumalizie na changamoto ambazo wewe umekutana nazo sasa kwenye tasnia. Sababu tunajua hayo yote ulikotupitisha kuanzia safari yako ilipoanzia mpaka kuwa hapa kufanya hayo yote mpaka leo kuwa na ofisi zingine unafanya nazo kazi, kuweza kuingia kwenye mashule na vitu kama hivyo. Tumepata experience kubwa kutoka kwako na baadhi ya vitu muhimu ambavyo vijana hapa au wadau wanaotutazama na imani wanaendelea kujifunza na kuelewa, kupata madini kutoka kwako Mbwana. Tupitishe kidogo baada ya yote, tunajua kuna changamoto ambazo umezipitia baada ya yote kufanyika. Labda tuambie changamoto 2 kubwa ambazo zilizotokea kwako wewe, kiasi kwamba unasema mimi mpaka leo kwenye sanaa yangu toka nimefanya changamoto hii sitokuja kuisahau, changamoto hizi haiwezi kuja kufutika kwenye maisha yangu ya kila siku hata nitakapokuwa mtu mzima na vitu kama hivyo. Unajua changamoto zingine zitamfanya mtu acheke, zinatia aibu. Tupe 2 tu ambazo ni unasema hizi hazisahauliki. Lazima niwaambie ili wajue kwamba kumbe si kwamba watu wanapata tu raha. Mimi nimeshawahi kula makoko pamoja na huyo mshikaji wangu aitwa Ima na group yetu kipindi hicho, kati ya kundi letu lipo chini sana kipato kiukubwa wa kisanaa. Tulishawahi kulaga makoko ya juzi, makoko ambayo ndani yake yana utanda, yani unajua tandabuyu buibui ameshaacha ile nyuzi zake. Alafu sisi baada na hiyo sababu ilikuwa vipi, tumeenda kuperform mahala, alafu ile sehemu yule mtu ambaye tumemtegemea walikuwa yuko vizuri, anatuamini, tunamwamini na tunafahamu, tumemweka mlangoni. Sisi kama dancer tuko watu wachache tu kama dancer, tukaingia stage-ni, watu usiku wakaitika, tufanye performance. I say asubuhi imefika mzee baba, yani yule jamaa nini asiondoke na zile pesa, rafiki yangu kaondoka na pesa, kaondoka na kila kitu ambacho sisi tunakihitaji. Tukabaki empty wewe. Na kaa ukijua wakati huo hamna hata mtu nje, mtu kashaondoka, kashaona ulichokipresent hamna kitu. Basi tuli struggle. Mtu ambaye ametupeleka kule naye kwao, muda huo ilikuwa mida asubuhi, washakula. Si umeelewa vizuri? Ulikopo na sufuria tu limekaa ndani. Limekaa ndani, yani ni kitu ambacho kilishafanyika tangu juzi. Kwa hiyo ile jungu limebaki tu. Kwa hiyo tukasema kuna jungu tu hapo, sisi tukauliza liko wapi? Likaletwa pale mzee, tukalishambulia, tafikiri tunakula juice au tunakula labda pizza kwa chakula cha kisasa. Nikisema hivyo itakuwa nimeeleweka. Najua imani wewe, tunaigombania, tumetoka pale tumepewa na maji, tumeshindia. Sasa hiyo ndio ilikuwa, yani hapa ndio ilikuwa tu afadhali yetu. Lakini kulikuwa hakuna mtu ambaye anaweza kwamba tupo 6 tupo 7 utaenda peke yako kujibaraguza kwa mtu, si roho mbaya hiyo. Lazima muwe pamoja kama ilivyokuwa. Uzuri tu huo umoja ndio umetufanya tule makoko. Basi tulipomaliza hapo tukabidi tuunge, yani kuunga kuomba. Sio, umeelewa vizuri? Tukaomba kutoka hiyo sehemu ilikuwa Mkata kuja Bagamoyo mjini. Kuna ka distance brother sana. Yeah. Basi tukaanza kupanda lori, yale malori ya mchanga yale. Likaja mpaka maeneo ya Mkata pale, Msata. Likasimama. Tukawa tunasubiria siu nini, kuna mtu akapanda. Huyo mtu alipanda na miogo ya kuchemsha. Ilikuwa kama 3-4. Na unajua bro, miogo ya kuchemsha ukiwa hauna maji au cha kusukumia. Imenasa hapa. Basi tukabaki unatoa macho, na wengine macho yetu yalikuwa makubwa haya. Basi unatoa mimacho, unasema yani haisahauliki brother. Ingine tulipokuja kuna dance plan tulizifanyaga hapa. Kuna performance tulifanyaga hii, sasa ni mimi mwenyewe binafsi. Uongo sio mzuri. Tulifanya performance moja kipindi hicho, hata passport bado yangu sijaitengeneza. Sasa wakati tunafanya nikapata kiishu fulani cha kwenda nje. Muona bwana, ilikuwa ni Italy. Basi bwana, wewe jamaa wangu, kuna teacher mmoja hivi simtaji jina.
Ananiambia basi jiandae bwana, wamekuchagua wewe, inabidi utaenda. Nikamwambia okay sawa. Mimi nikamwambia sawa, fresh. Yani vile kumwambia sawa, it means anajua mimi passport ninayo. Kumbe mimi sina hata kutengeneza, sijatengeneza. The day inafika sasa, nabaki unajua sijui mama anaumwa, sijui naanza kudanganya yani. Umekosa safari ya bure. Safari man. Uongo sio mzuri. Mimi nawaambia. Uongo hautakiwi. Yani unakosa dili au unaweza kupata hilo dili, afu ndani ya dili kaenda likakumbua kwa sababu utaongea vitu ambavyo unavijua kumbe uvijui. Uongo sio mzuri. That's issue ambayo pia ili ni umma sisahau mpaka leo. Kwa hiyo inamaanisha ningeongea ukweli, ningepiga ile deal langu na kula hela. Sawa. Kwa hiyo that's changamoto mbili hizo ambazo siwezi kuzisahau. Kula makoko na uongo ambao nimefanya ambao haueleweki, yani najutia kusema kweli, lakini najivunia kwa sababu niliona kwamba nimetamka uongo na nimeona sasa sio sehemu. That's why now I'm really Muslim. Yeah. Naona sigla kubwa baba play. Swala 5 ndugu. Mashaallah. Mashaallah, mashaallah. Jazakallah hela. Alhamdulillah. Jazakallah hela. Yeah, jazakallah. Mambo ya Kiarabu ndugu yangu, sio kazi yetu sisi. Tunajua si wengine tulikimbia madrasa. Unaweza kusema asante Mungu au unaweza kusema hii ni neema ya Mwenyezi Mungu. Kwa kweli naona kwa kweli hongera sana. Sasa mbwana, tunaenda kutimitisha kutamatisha interview yetu kwa sasa. Sasa hizi mbwana ni mtu ambaye anafanya kazi na watu tofauti tofauti, watu mbalimbali na ana kampuni mbalimbali anazoshirikiana nazo kufanya kazi. Labda sasa mbwana, labda kama kuna watu bado kunaweza kwa kuna mtu anatutazama sasa anahitaji kupata physical exercises au vipi za kumfanya mwili wake ukae sawa, labda mtu ana changamoto za kiafya au anataka kupunguza mwili na vitu kama hivyo, au kuna kampuni inahitaji mtu kama wewe kuweza kufanya training na vitu na kufanya watu mazoezi kuwapa afya bora, wanakupataje? Unapatikana vipi? Labda utaje namba yako ya simu na pia uambie unapatikana kwenye page zako zipi, au kama sio namba ya simu unajua mwenyewe jinsi gani unapopatikana kwenye mitandao ya kijamii, na kwa sababu sasa kila kitu kiko mitandao ya kijamii. Wanakumpataje mbwana trainer mbwana wakimhitaji katika shughuli mbalimbali kibinafsi na hata kikampuni pia? Mimi bwana sinaga makuu kusema ukweli, nipo tu aware. Nikisema hivyo namaanisha nipo kila mahala, namaanisha ukija Instagram najulikana kwa jina kama la Mbwana Kibosha. If you search the Mbwana Kibosha there, utanipata, utaona Mbwana Kibosha pekee. Bas, Mbwana Kibosha. That's it. Utanipata kule. Hiyo mitandao mingine nilijaribu kufuta, sikutaka kuwa na mitandao mingi kwa sababu ukifanya kitu kizuri watu wataona tu, lakini ukifanya kitu ambacho kieleweki, hata ukiwa mitandao na 20 na bado mtu ataisha kuangalia afu atakuacha kama ilivyo. Kwa hiyo njoo Instagram, andika Mbwana Kibosha, you will see me there. Kwa ajili ya contact, labda kwa ajili ya namba kunipata mwenyewe direct ni 0675 988 133. Pardon? 0675 988 133. Huyo ni Mbwana, ukimhitaji kumpata katika shughuli mbalimbali za kiafya, training, mazoezi na vitu kama hivyo. Una watoto wako wanapenda dance, wanapenda kucheza, wanahitaji kujifunza, una shughuli yako, una happy birthday, una birthday party, una harusi, labda una shughuli za mambo ya sanaa na vitu kama hivyo, mambo ya modeling na nini, unahitaji kumpata dancer ambaye atakuja kuwafundisha au models, utahitaji labda dancer ambaye atakuja kufundisha wale wanaitwa wale wa harusini wale wanaitwaga nini? Mamesi si. Wanaitwaga wale wadada wanaocheza wale bwana, umeshaelewa. Wote hao ukitaka kumpata Mbwana utampata kupitia namba hizo na mtandao wako wa kijamii. Nafikiri nenda pale utakutana na Mbwana, mambo mengine yote utamuuliza na utapata kufahamisha vizuri. Sisi ni Dance Beats TV. Mimi hapa unaniona ni mtangazaji wako ASB Louis the Boy aka Black English, yani mzungu mweusi, Mr. Important kabisa. Tulikuwa kuanzia mwanzo wa kipindi na my brother, rafiki yangu, ndugu yangu ambao tumefanya harakati hizi long time kitambo. Kwa hiyo tumetoa ushauri na kama kawaida sisi tunarudisha kwa jamii na kukupa wewe elimu, kijana mwenye kipaji ambao unahitaji kuendeleza, au wewe mlezi au mzazi ambaye una kijana wako nyumbani unamwona ana vipaji lakini unaogopa kuendeleza kesi ni mambo ya uhuni. Si uhuni. Hapa ni moja ya mifano ambao umewaona wanaishi maisha yao kupitia hizi tasnia na wanafundisha na wameoa na wana maisha yao na maisha yanaenda kama kawaida. Kwa hiyo usimzuie kijana wako au mtoto wako ambaye mwenye kipaji anahitaji kujifunza vitu vingi kuendelea, ili sababu elimu ni elimu. Unapokuwa duniani, elimu yoyote ichukue kama hazina ambayo itakuja kukusaidia baadaye. Huwezi kujua
mwanao atatokea wapi, aidha kwenye elimu yake aliyosomea ambayo mzazi unajitahidi sana kumpatia, au katika kipaji chake ambacho Mungu amemjalia. Kwa hiyo ungana na sisi, uendelee kutufuatilia kitakapokuwa tunadondosha maudhui yetu. Nenda pale YouTube, subscribe. Englishman, washauri sana watu wawe wanafanya sana mazoezi, kwa sababu tunawaona watu wengi sana wakijifanya wako fit, lakini ndani ya miili yao hawako fit, wanawapa shida sana madaktari. Angalau unajua madaktari ni sehemu yao ya kazi, lakini washauri sana kwenye vipindi vyako, kwenye sehemu zako, watu wafanye mazoezi. Si kwamba mimi ni trainer nataka waje kwangu, no, ila nataka wawe na afya nzuri. Ukiwa na afya nzuri man, utaenjoy ukiamka, utaenjoy ukitembea. Kwa mwanamke au mwanamume utaenjoy ukiwa na mwenza wako, unajua Kwa wale ambao wasioelewa basi wasielewe hivyo hivyo, lakini beta ukiwa na afya bora, ukiwa na afya nzuri, ulale mapema, kula chakula kwa wakati, jitambue yani wewe ni nani. That's it. Fanya mazoezi kama anavyotoka kuambia trainer Mbwana, dancer kabisa, artist mkubwa, legendary mkongo kutoka East Africa and Central, Tanzania, popote, Rwanda, Burundi, wapi, tushachafua sana Uganda. Bana, wewe nenda pale Instagram, subscribe channel yetu ili kila tunapokuwa nakuletea interview za watu kama hawa wasanii ambao wanakupa madini mbalimbali na kupitia tasnia yetu ya dance. Utapata vitu vingi sana. Ushauri wa mwisho kutoka kwa brother hapa, kakushauri wewe mtazamaji wetu unatutazama sasa. Fanya mazoezi, sababu mazoezi ndio afya. Hata ukienda hospitali wanakuambia fanya mazoezi. Daktari lazima akwambie fanya mazoezi, sababu mazoezi ndio yatakufanya wewe uishi muda mrefu sana, na mazoezi yatakufanya wewe hata mama nyumbani basi aone kweli mume wangu ni mwanaume kweli kakamilika. Si kwa mwanaume tu, hata kwa wewe mdada, kuwa fit ili uweze kuboresha afya yako, manyama uzembe yaondoke. Sisi tunafunga kupitia na ujumbe kama huo. Hatuna la ziada mpaka wakati mwingine. Tulikuwa pamoja na ndugu yangu Mbwana. We kill it.